Unajua kama watu wengi wanapata pesa lakini bado wanashindwa kufanikiwa kwenye maisha yao. Ni uhalisia uliopo unaowafanya watu wapate mshahara mzuri lakini bado wanashindwa kujitoa kwenye madeni na kukosa uhuru wa kifedha. Sababu ya hayo yote ni kutofuata kanuni za kifedha. Kitabu cha The Richest Man in Babylon kinafunua siri zilizopo kwenye kanuni za kifedha zinazotumika kwa muda mrefu. Kipindi hicho Babylon ulikuwa ni mji tajiri, na kwenye mji huo aliishi Akkad, mwanaume wa kawaida ambaye alianza maisha kama mfanyakazi wa kawaida, lakini mwisho wa siku alikuwa tajiri mkubwa zaidi kwenye huo mji. Siri ya utajiri wa Akkad ni nidhamu na mpango mzuri na sahihi wa kifedha. Baada ya Akkad kufanikiwa, aliwafundisha marafiki zake kanuni za kifedha ambazo zipo kwenye kitabu cha The Richest Man in Babylon. Hizi kanuni ni msingi wa mafanikio ya kweli. Hata kama unapata kipato kidogo, ukizitumia hizi kanuni kwa busara, zitakusaidia kujenga mafanikio makubwa. Kanuni ya kwanza, linda kipato chako. Hii ni kanuni ya kwanza na muhimu unapoanza safari ya kujenga mafanikio. Hakikisha unatenga angalau sehemu ndogo ya kila kipato unachokipata. Kipato chochote bila kuweka akiba huisha haraka kama upepo. Hata kama unapata mshahara mzuri na mkubwa, kama hutengi sehemu ndogo ya kipato chako, utaendelea kubaki kwenye njaa ya kifedha. Kanuni ya pili, ishi chini ya kipato chako. Kanuni hii inahusiana na nidhamu ya kifedha. Watu wengi wanahangaika na umaskini sio kwa sababu ya kipato kidogo, bali ni kwa sababu wanaishi juu ya kipato chao. Usikubali tamaa na mitindo ya maisha ya watu wengine ikukwamishe kupata maendeleo ya kifedha. Hakikisha unaishi kulingana na kipato chako. Kama kipato chako ni $100,000, ishi chini ya $100,000 ili upate sehemu ndogo kama akiba. Tengeneza mtindo wa maisha unaoendana na kipato chako. Kanuni ya tatu, jilipe wewe kwanza. Hii ni kanuni ya kipekee inayoonyesha ili mali ikue, lazima uwe na njia ya kuongeza mapato na sio kutegemea mshahara mmoja peke yake. Kila kipato kidogo unachokiongeza ni hatua ya kuelekea uhuru wa kifedha. Kanuni ya tano ni kuwekeza. Hii ndiyo hatua ya mwisho na muhimu zaidi unayotakiwa kuifanya. Uwekezaji sahihi ni silaha ya kujenga mafanikio. Ili ufanikiwe kupitia uwekezaji, lazima uwekeze kwa busara, kwa kufanya utafiti kabla ya kuwekeza, ili ujue aina ya uwekezaji, faida za uwekezaji, changamoto za uwekezaji na njia za kukuza na kuboresha uwekezaji huo. Kama unataka kujenga mafanikio na kuondokana na umaskini, kanuni hizi tano ni msingi wa uhuru wa kifedha. Usisubiri kupata mapato makubwa ndipo uanze kuwekeza na kuweka akiba. Anza na hicho kidogo ulicho nacho. Kitabu cha The Richest Man in Babylon ni mwalimu wa maisha, mwongozo mzuri wa uhuru wa kifedha na ramani ya kujitoa kwenye umaskini.